Movie inatuhamisha kwenye ulimwengu wa biashara kubwa ya matangazo ya biashara na ubunifu mjini Lagos. Tunatambulishwa kwa Mr. Coca, kijana mtanashati mwenye akili nyingi na mbunifu wa kiwango cha juu katika shirika la matangazo la Nova Creative Agency. Coca anaonekana akiwa katikati ya wasilisho kubwa la mkakati wa masoko mbele ya bosi wake na wenzake kazini. Coca anawasilisha wazo lake kwa hisia kali na kujiamini. Anafafanua kuwa katika ulimwengu wa sasa wa biashara, bidhaa haitakiwi kuzungumza kwanza, bali hisia za mteja ndizo zinazotakiwa kutangulia. Anasema kuwa kabla hata wateja hawajasikia jina la bidhaa hiyo, wanatakiwa kuwa tayari wameshaanza kuisikia mioyoni mwao. Kampeni hii mpya anayotengeneza haihusu tu kile ambacho bidhaa inaweza kuwafanyia wateja, bali inahusu jinsi bidhaa hiyo inavyowafanya wajisikie kuhusu maisha yao na nafsi zao. Mmoja wa wafanyakazi wenzake anachangia kwa kusema, kwa hiyo tunaongoza kampeni hii kwa kutumia picha na vionjo vinavyoendeshwa na hisia. Coca anamjibu kwa msisitizo mkubwa kabisa, na kisha sifa za kiufundi za bidhaa zinaweza kufuata baada ya hapo. Uhusiano wa kihisia kwanza, bidhaa inafuata baadaye, na hivyo ndivyo njia halisi itakavyo tufanya sisi kuwa tofauti na kusimama imara sokoni. Bosi wa Coca anavutiwa sana na wasilisho hilo. Anampongeza Coca na kumwambia kuwa hakutarajia kitu kidogo kutoka kwake kwa sababu anajua uwezo wake mkubwa. Baada ya hapo, bosi huyu anamwambia Coca kuwa ana kazi maalum na kubwa sana kwa ajili yake. Kazi hiyo inahusu mteja mkubwa sana na mwenye hadhi ya juu anayeitwa Inyene Bong Williams, ambaye ni mkurugenzi mtendaji, yani CEO wa kampuni kubwa ya vipodozi itwayo Inox Essentials. Bong Williams anatarajia kuzindua line mpya ya bidhaa za kutunza ngozi, skin care line, na anahitaji timu yenye mawazo mapya na kampeni ya kijasiri na ya kipekee. Coca anamjibu kuwa ameshawahi kuona kazi za mwanamke huyo huko nyuma na anajua vizuri kuwa Bong Williams ni si mtu wa kucheza michezo midogo, ni mwanamke anayetaka vitu vikubwa na vya kiwango cha juu. Bosi wake anamhakikishia kuwa hata wao kama shirika la Nova Creative Agency hawachezi michezo midogo. Mkutano mkuu wa mteja huyo umepangwa kufanyika siku ya Ijumaa, na Coca ndiye atakayeongoza timu nzima ya shirika. Ingawa wenzake wanajua jinsi Bong Williams alivyo mtu mzito na mwenye msimamo mkali, Coca anakubali changamoto hiyo kwa tabasamu na kujiamini. Wakati huo katika ofisi za kampuni ya Inox Essentials tunakutana na Inyene Bong Williams. Yeye ni mwanamke wa chuma asiyevumilia uzembe wa aina yoyote na anayethamini sana muda wake. Katika mazungumzo yake na msaidizi wake wa kibinafsi, yani personal assistant, msaidizi huyo anamfahamisha kuwa shirika la matangazo waliidhinisha limewasiliana nao na wanatuma mbunifu wao mkuu anaitwa Coca, na wamepanga mkutano rasmi siku ya Ijumaa saa 4 asubuhi. Bong Williams anatoa agizo kali kwa msaidizi wake, sawa kabisa, hakikisha tu kwamba huyo kijana hapotezi muda wangu na hata kidogo. Msaidizi huyo anamkumbusha pia kuwa wana mkutano mwingine uliopangwa kufanyika saa 9 alasiri na shirika la matangazo la Bob Advertising Agency. Kusikia jina hilo tu, hasira zinamfoka Bong Williams. Anamwamuru msaidizi wake kufuta mkutano huo mara moja, na si huo tu, bali afute mikutano yote ya baadaye na watu hao. Bong Williams analalamika kwa ukali, futa kabisa. Wana ujasiri gani wa kuomba kukaa na mitena baada ya ile kampeni mbaya na ya janga walioifanya kwa ajili ya bidhaa yangu ya utunzaji wa ngozi? Wanapaswa kwenda kuharibu chapa nyingine, sio yangu. Mimi siendeshi shirika la msaada kwa ajili ya mashirika sio na uwezo na yasio na sifa. Sawa? Hakikisha unaweka umakini wako wote kwa huyu kijana mpya wa Nova Creative. Wacha tuone kama ana thamani ya sifa zote anazopewa. Siku ya Ijumaa inafika, Coca anawasili katika ofisi ya Bong Williams mapema kabla ya muda uliopangwa. Msaidizi anamkaribisha ndani. Hapo ndipo Coca na Bong Williams wanakutana uso kwa uso kwa mara ya kwanza. Bong Williams akiwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi kwa mamlaka makubwa anamtazama Coca na kumwambia kuwa amewahi kufika. Coca akionyesha ukomavu wa kibiashara na ujasiri anamjibu kwa heshima lakini kwa msisitizo, ninapenda kuamini kwamba kuwahi ni ishara ya heshima kwa sababu sikutaka kuacha taswira mbaya katika mkutano wetu wa kwanza. Bong Williams anamwambia kwa kifupi, wacha tuone ulichonacho, nionyeshe uwezo wako. Coca anaanza wasilisho lake bila woga. Anaenda moja kwa moja kwenye kiini cha tatizo. Anamwambia Bong Williams kuwa kitu kikubwa ambacho kampeni yake iliyopita ilishindwa kufanya ni kusikiliza. Anafafanua kuwa chapa ya Bong Williams haihusu tu kung'aa kwa ngozi, bali inahusu utambulisho wa kujiamini kwa mwanamke. Kila chupa ya mafuta au vipodozi hiyo inatakiwa kumwambia mteja kuwa hii ni kwa ajili yako. Coca anapendekeza mandhari kuu, yani theme ya kampeni hiyo iitwe Own Your Glow, miliki kung'aa kwako. Katika kampeni hii badala ya kutumia wanamitindo wa kitaalam, yani professional models ambao mara nyingi hawaoneshi uhalisia, wanapaswa kuwashirikisha wanawake halisi wa maisha ya kila siku.
wenye umri tofauti, malezi tofauti na rangi tofauti za ngozi. Lengo kuu hapa ni uhalisia, ambapo watamulika sauti na ushuhuda halisi wa wanawake hao. Bong Williams anavutiwa sana na ujasiri wa Coca, lakini anajaribu kumjaribu akili yake. Anamwambia, wewe ni mjasiri sana, unazungumza kana kwamba tajiri. Unajua kuwa nilitaidhinisha kampeni hii? Coca anajibu kwa umakini mkubwa, Miss Williams, mimi sifikiri au kuchukulia tu kwamba nimepata idhini. Ninakuja nikiwa nimejiandaa kikamilifu ili kuipigania na kuichuma idhini hiyo kwa nguvu ya kazi yangu. Bong Williams akivutiwa na majibu hayo, anamwambia kuwa atawasiliana na kampuni yake kuwajulisha msimamo wake, na watapanga tarehe ya wasilisho rasmi lakini ili kuona jinsi Coca atakavyotekeleza mawazo hayo mazuri aliyoyaonesha. Pia anamwambia Coca aache nakala zote mawasilisho kwa msaidizi wake wakati akitoka. Hapa ndipo Coca anapomshangaza zaidi Bong Williams kwa kumwambia, tayari nimeshatuma nakala zote kwenye barua pepe yako na barua pepe ya kampuni yako, kwa hiyo ninaamini kuwa kufikia sasa msaidizi wako ana ufikiaji nazo tayari. Bong Williams anashindwa kujizuia na kusema kwa sauti ya mshangao, wow, una kasi na maandalizi ya mbele, uko proactive. Coca anajibu kwa unyenyekevu, ninajaribu kufanya hivyo. Wawili hao wanaagana kwa heri na Coca anaondoka ofisini, hapo akiwa ameacha alama kubwa kwenye moyo na akili ya Bong Williams. Baada ya mkutano huo mzuri wa kibiashara, filamu inatupeleka kwenye maisha binafsi ya Coca. Coca anakutana na marafiki zake wa karibu wanaopenda soka. Wapo kwenye eneo la starehe wakizungumzia mechi za soka, hususan ushindi wa klabu ya Manchester City na jinsi wanavyocheza soka la kuvutia na la kugusa na kupiga tap tap bam. Coca anatumia mfano wa soka kufafanua jinsi alivyopiga hatua kubwa kwenye mkutano wake na Bong Williams, akisema kuwa kile alichokifanya ofisini kwa mwanamke huyo ni sawa na soka la kiwango cha juu la kugusa na kuingiza mpira wavuni. Hata hivyo, mazungumzo ya marafiki hao yanabadilika haraka kutoka kwenye soka na kwenda kwenye maisha binafsi ya Coca. Mmoja marafiki zake anaanza kumfanyia mzaha kuhusu kweli kwamba yeye bado ni single. Rafiki huyo anasema kuwa hadi mtu anajulikana kama Paulo ambaye anaonekana kuwa mcheshi na kituko katika kikundi chao ameshaona, lakini Coca hana mke, hana mpenzi na hana hata mwanamke anayezungumza naye katika hatua za awali za mahusiano. Marafiki hao wanamsifia Coca kuwa ana kila kitu, ana kimo kizuri, ana akili na ana pesa kiasi zilizowekwa hapa na pale na ana muonekano mzuri. Hivyo wanashindwa kuelewa ni kwa nini bado yuko peke yake au ameguswa bega. Coca anajitetea akisema, unajua aina ya wanawake mimi ninawapenda. Ninapenda wanawake wangu wawe na akili sana, yani wako smart, wanawake wanaonisisimua kiakili na wale wenye akili, sio tu sura nzuri na vibes za mjini. Mimi siko kwa ajili ya mambo hayo mepesi. Rafiki yake anamjibu kwa kijeri, kwa hiyo unamaanisha mimi ndiye ninayependa wanawake wajinga? Lakini hawa wanawake wenye akili unawazungumzia, unadhani wataruka na kuingia ofisini kwako au watavunja mlango na kuingia ndani ya nyumba yako? Je, unatafuta jambazi wa kutumia silaha? Toka nje sasa, nenda kwenye miadi ukakutane na watu. Coca anamjibu kuwa yeye anatoka nje kwenda ofisini na kukutana na wateja wake na kwamba anaweza kupata mwanamke huko pia. Rafiki yake anamsisitiza kuwa anapaswa kuwa na nia thabiti na ya kutafuta mpenzi, na anapendekeza kuwa weekend hiyo yeye, Coca na Paulo watoke nje pamoja ili kufurahia maisha na labda kukutana na wanawake. Coca anakubali kwa shingo upande, huku akifanya utani kuhusu tabia za wasichana wa kisasa wa Lagos wanaopenda kuzungumzia ishara za nyota na mambo ya Instagram. Wakati Coca akipata shinikizo kutoka kwa marafiki zake kuhusu kuoa, upande wa pili tunamuona Inyene Bong Williams akipitia shinikizo kubwa zaidi kutoka kwa familia yake, hasa shangazi yake au mtu wa karibu wa familia anayejulikana kama auntie. Bong Williams anawasili nyumbani kwake usiku wa Ijumaa baada ya wiki ndefu ya kazi. Wakati akiwa amepumzika kwenye kochi lake, anapokea simu kutoka kwa auntie. Auntie anaanza kwa kumuuliza yupo wapi, na Bong Williams anajibu kuwa yupo nyumbani kwake ameketi kwenye kochi usiku wa Ijumaa. Auntie anasisitiza na kusema, umeketi kwenye kochi lako usiku wa Ijumaa? Kuna kitu kibaya sana hapo. Unapangaje kupata mume wakati hutoki nje? Au unatarajia aje na kugonga mlango wa nyumba yako? Bong Williams anachoka na kulalamika, auntie, tafadhali usianze tena mambo haya. Auntie anasisitiza kuwa atasema hivyo kila wakati hadi hapo Bong Williams atakapofanya jambo kuhusu maisha yake ya kimahusiano. Anamwambia kuwa bila wakati
Kila wakati yeye yuko kazini na kazini tu akipiga kelele kuhusu mikutano ya kampeni za chapa za biashara na kumuuliza kama hataki kuolewa. Bong Williams akionyesha msimamo wake na mtazamo wake hasi kiasi kuhusu wanaume wa Lagos anajibu, mimi ni mwanamke mwenye shughuli nyingi sana, na zaidi ya hayo, hata kama nikitaka kuolewa, hivi ni hawa wanaume wa Lagos ambao kila wakati wanajaribu kuishi kwa kutegemea mifuko ya wake zao ndio ninaowapaswa kujaribu kuolewa nao? Hapana, tafadhali. Anti anamkumbusha kuwa hata binamu zake wanaishi katika jiji hilo hilo la Lagos na wote wameolewa. Kwa hiyo kisingizio cha wanaume wa Lagos hakina mashiko. Bong Williams anajaribu katisha mazungumzo hayo kwa kusema kuwa amekuwa na siku ndefu na yenye msongo wa mawazo ofisini na anachoka sana, ni vema nikalale tu. Anti anamaliza kwa kumwambia afikirie vizuri jambo hilo kwa sababu umri unaenda, na anamkumbusha asisahau maneno yake. Baada ya kukata simu, Bong Williams anajisemea mwenyewe kwa uchungu na kuchoka. Ndoa kila wakati ni kana kwamba hatari ya kila mwanamke imefungwa kwenye ndoa pekee. Siku chache baadaye, Coca anaitwa tena katika ofisi ya bosi wake kwenye shirika la Nova Creative Agency. Bosi wake anaonekana kuwa na furaha kubwa na tabasamu pana usoni mwake. Anamfahamisha Coca kuwa ana habari njema sana kwa ajili yao. Inyene Bong Williams amefanya malipo kamili ya fedha zote za kampeni hiyo asubuhi hiyo. Coca anafurahi sana na kumpongeza bosi wake, lakini bosi huyo anamwambia kuwa kuna ombi lingine la ziada na maalum kutoka kwa mteja huyo. Bong Williams ameomba binafsi kwamba Coca aungane naye katika mchakato wa mwisho wa uhariri wa video na matangazo kabla ya uzinduzi rasmi wa kampeni hiyo. Coca anashangaa kidogo na kuuliza, sawa, lakini nilifikiri kwamba hiyo ilikuwa ni kazi ya timu yake ya ndani ya wataalamu. Bosi wake anamjibu, ndio, lakini kweli, lakini kwa kuzingatia kwamba wazo la asili la ubunifu ni lako na una maono kamili ya jinsi kampeni hii inavyotakiwa kuonekana, anataka tu uwe miongoni mwa watu watakao kuwepo katika mchakato huo wa ubunifu ili kuweka mambo sawa. Coca anajibu, kwa heshima yote boss, kazi yangu mimi ni kuwasilisha wazo kwa wateja na kuwaleta ndani ya kampuni, na tayari nimeshafanya hivyo. Nilitengeneza vifaa vyote vya wasilisho. Nafikiri sasa ni wakati wa timu yetu na timu yake wanaohusika na utekelezaji wa kampeni kuchukua hatua. Bosi wake anakubaliana naye, lakini anasisitiza kuwa Bong Williams amefanya ombi hilo kama ombi binafsi, ni personal request, na ni kwa ajili ya siku 5 tu kabla ya uzinduzi. Pia bosi huyu anamhakikishia Coca kuwa jitihada zake zote za ziada zitazingatiwa na kuonekana kwenye bonasi yake ya mshahara. Coca anaona hana namna, anakubali kufanya kazi hiyo. Kutokana na ahadi hii mpya ya kazi, Coca analazimika kuahirisha mpango wa kutoka usiku wa Ijumaa na marafiki zake. Katika mazungumzo ya kikundi chao, marafiki zake wanalalamika pale Coca anapowaambia kuwa hatakuwa katika mpango wa kutoka katika siku ya Ijumaa nao kwa sababu ana kazi ya usiku wa Ijumaa. Wanahoji ni jinsi gani anafanya kazi usiku wa manane wakati huwa hapendi kufanya hivyo siku za Ijumaa. Coca anaeleza kuwa ni kwa ajili ya yule mteja wao mkubwa, Miss Bong Williams, ambaye amemwomba yeye mwenyewe kwenda kupitia kampeni yote kabla ya uzinduzi. Marafiki zake wanamfanyia mzaha mmoja akisema, sawa, angalau unatumia usiku wako wa Ijumaa na mwanamke, hata kama ni mwanamke wa kazi tu. Coca anawajibu kwa kuambia kuwa wao wanaweza kuendelea kufurahia usiku wao wa Ijumaa na wake zao, huku yeye akienda kupambana na kazi yake. Mchakato wa uhariri wa kampeni unaanza usiku, ambako Coca na Bong Williams wanajikuta wakiwa peke yao wakifanya kazi kwa karibu sana. Mazingira ya kazi yanaanza kubadilika na kuwa ya karibu zaidi kihisia wakati wanapopitia video za kampeni hiyo. Bong Williams anatazama kazi hiyo na kusema kwa sauti ya upole, sikutarajia kabisa kampeni hii kuhisiwa kuwa ya binafsi, yani personal hivi. Coca akimtazama kwa macho ya upole anajibu, hicho ndicho kiini cha jambo lenyewe. Watu hawanunui tu bidhaa siku hizi, wananunua hadithi, wananunua hisia, wananunua taswira inayoaksi nafsi zao wenyewe. Bong Williams anamwambia Coca kuwa anazungumza kama mshairi, na labda uwepo wa Coca ndio unaotoa upande huo wa ushairi ndani yake. Mazungumzo yanaendelea kuwa ya kuvutia, huku Coca akimwambia Bong Williams kuwa anamaanisha kila kitu alichokisema wakati wa wasilisho la kwanza. Anasema chapa ya mwanamke huyo inasimama kwa ajili ya nguvu,
lakini kuna kitu cha kipekee kuhusu jinsi Bong Williams anavyojibeba mwenyewe. Yuko makini sana na haogopi kitu. Coker anasema jinsi mwanamke huyo asivyopepesa macho anapozungumza na jinsi anavyohudumisha mawasiliano ya macho ni kitu ambacho hakionekani mara nyingi kwa watu wa sasa. Bong Williams anakiri kuwa Coker sifa tofauti kabisa na vile alivyomtarajia hapo awali. Coker anamuuliza alikuwa anamtarajia mwanaume wa aina gani, na Bong Williams anajibu kwa uaminifu, kusema kweli nilitarajia mwanaume anayejiamini kupitiliza, anayejaribu sana kuvutia watu kwa lazima, au labda hata mwanamume asiyevutia na mbumbumbu. Coker anacheka na kufanya utani kuwa ni vizuri kwamba yeye ana kiasi sahihi cha sifa hizo zote tatu. Baada ya dakika kadhaa za kuchezeana kimayalezi na kutazamana kwa hisia, Bong Williams anashtuka na kupendekeza warudi kwenye kazi ya uhariri, ambapo wanaanza kujadili orodha fupi ya watu wenye ushawishi watakaotumika kwenye uzinduzi huo. Uzinduzi wa chapa ya Inox Essentials unafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana, na maoni kutoka kwa umma yanakuwa ya kishindo. Siku chache baada ya uzinduzi, Bong Williams anampigia simu Coker ofisini kwake ili kumpongeza kwa mchango wake mkubwa uliovuka matarajio. Coker anamshukuru sana na kuomba radhi kwa kutoweza kuhudhuria hafla hiyo ya uzinduzi rasmi kwa sababu alikuwa na mkutano mwingine na mteja tofauti kwa wakati huo. Bong Williams anamwambia kuwa anaelewa kabisa kwa sababu Coker ni mzuri katika kazi yake, hivyo haishangazi kuona yuko busy kila wakati. Kisha Bong Williams anauliza swali la ghafla, wapi huwa unaenda kupumzika na kuburudisha akili yako? Coker anajibu kuwa kuna baa moja ambayo yeye na marafiki zake wa kiume huwa wanaenda kukutana. Anasema si mahali pa kifahari sana, ni sehemu ya kawaida tu ya wanaume ambapo wanaenda kutazama soka, kunywa vinywaji kadhaa, kuzungumza na kupitisha muda. Bong Williams anasema ningependa twende huko tukasherehekee mafanikio haya ikiwa ni sawa kwako. Coker anashangaa na kujaribu kumzuia, akimwambia kuwa sehemu hiyo haina hadhi yake, si eneo la migahawa ya kifahari ambayo mwanamke kama yeye amezoea, na anamwambia kama anataka anaweza kumpeleka sehemu nzuri zaidi inayoendana na ladha yake. Bong Williams anamjibu kwa utani akisema, wow, kwa hiyo unadhani mimi siwezi kuhimili mazingira unayoenda wewe na marafiki zako? Tulia Coker, ninakufanyia mzaha tu, lakini kiukweli nataka vibe halisi. Nataka Lagos yako ya kweli, sio ile toleo lililosafishwa na kupambwa sana. Coker anakubali na kumtumia anwani ya baa hiyo. Usiku huo wanakutana kwenye baa. Coker anampa mwanamke huyo zawadi ndogo ambayo inalingana vizuri na mtindo na muonekano wake wa kifahari, jambo linalomfurahisha sana Bong Williams. Wanakaa mezani na mhudumu wa baa anakuja kuwaletea vinywaji. Mhudumu huyo anamkabidhi Coker kinywaji cha vodka na kumkabidhi mwanamke kinywaji cha Chapman. Bong Williams anamtazama mhudumu kwa ukali na kusema, mimi niliomba kinywaji cha Cosmopolitan. Mhudumu anashtuka na kuomba msamaha haraka. Samahani sana mama, lazima nitakuwa nimechanganya agizo lako. Wacha nirekebishe hilo mara moja na kwa ajili yako. Bong Williams anamfokea mhudumu mbele ya watu. Ndio, hiyo ni kwa sababu wewe huna uwezo na sifa za kufanya kazi hii. Unawezaje kukosea kitu rahisi kama agizo la vinywaji? Una biashara gani ya kuwa mhudumu wa bar kama huwezi kufanya mambo ya msingi kabisa? Mhudumu huyo anaendelea kuomba msamaha kwa unyenyekevu na kuondoka kwenda kurekebisha kinywaji hicho. Coker akiwa ameshangazwa na kusikitishwa na tabia hiyo ya ukali iliyopitiliza, anamtazama Bong Williams na kumwambia, nafikiri ulikuwa mkali sana kwake. Hukubali? Na maanisha kijana huyo ameshasema samahani. Bong Williams anamjibu kwa hasira, kwani ilitakiwa nimpigie makofi kwa kuniletea agizo lisilo sahihi? Coker anajaribu kumfanya aone kosa lake kwa upole. Hapana, sisemi kwamba unapaswa kufanya hivyo. Ninachosema tu ni kwamba kuna njia ambazo unaweza kumrekebisha mtu bila kuwa mtu wa kushusha hadhi yake au kumfanya ajisikie mnyonge na asiye na thamani. Bong Williams anaingiza swala hilo kwenye matatizo ya kijamii na kifamilia ya nchi hiyo, akisema haya ndiyo matatizo ya Wanigeria. Hakuna mtu anayetaka kuwajibika kwa jambo lolote. Ndio maana tuna akina baba wazembe na walioshindwa ambao wanaishi kwa kutegemea wanawake na kisha wanaita jambo hilo kuwa ni upendo. Coker anashangaa kabisa na kupoteza mwelekeo wa mazungumzo. Subiri nini? Tumefikaje huko? Kutoka kwenye marekebisho ya agizo la kinywaji hadi kwenye swala la kina baba wazembe. Nimepotea kabisa hapa. Bong Williams anamuuliza kama amekosea, na Coker akamjibu kuwa hasemi kwamba amekosea, lakini namna yake ya kufikisha ujumbe
ni muhimu sana. Jinsi mtu unavyosema jambo ndio kunafanya utofauti wote, na kijana huyo alishasamehe. Bongo Williams akihisi kushambuliwa anasema, kwa hiyo sasa mimi nina upungufu wa namna ya kijamii ya kukabili mambo. Mimi sihitaji kabisa hotuba au masomo kuhusu vinywaji na namna ya kukabili watu. Coca anaona mazingira yanaharibika, anaamua kuomba radhi na kupendekeza kuwa wafurahia usiku huo ili kuzuia mabishano zaidi. Mhudumu anarudi na kinywaji sahihi cha Cosmopolitan, na Bongo Williams anasema kwa dhihaka kuwa kijana huyu hatimaye amefanya kazi yake vizuri, na wawili hao wanagongesha glasi zao, wanapiga cheers ingawa hali ya hewa imeshachafuliwa na mvutano huu. Siku iliyofuata Coca anakutana tena na marafiki zake wa karibu kwenye eneo lao la kawaida la kupumzikia. Marafiki zake wanampokea kwa shangwe na vicheko, wakimuita simba aliyetoka nje ya kizimba, na wanaume wa kimapenzi kwa kufanikiwa kutoka kimahusiano na mwanamke mrembo na tajiri kama Bongo Williams. Coca anawatazama na kuambia kuwa wao ni watu wajinga na wasiojua uhalisia wa kile kilichotokea. Marafiki zake wanazidi kumshinikiza awape mrejesho kamili wa jinsi usiku huo ulivyoenda. Coca anaanza kusimulia kwa masikitiko, siwezi hata kuwadanganya nyewe watu. Nilipofika kwenye baa, kila kitu kilikuwa kikienda vizuri sana. Sisi tukaagiza vinywaji. Mhudumu wa baa alikuja na vinywaji vyetu, lakini inaonekana alichanganya maagizo. Kwenye kichwa changu mimi nikasema, sawa, hili si jambo kubwa sana, atarekebisha. Nyie watu, kabla sijaelewa hata nini kinaendelea, huyo mwanamke alilipuka vibaya sana. Ninawaambieni alienda furu Brazil juu ya huyu kijana. Coca anaendelea kueleza jinsi mwanamke huyo alivyomfedhehesha na kumfedhehesha mhudumu huyo mbele ya watu wote waliokuwepo kwenye baa, akimwambia kuwa hawezi hata kupata agizo sahihi la kinywaji kwa sababu hana uwezo wa kazi. Ingawa mhudumu alikuwa akiomba msamaha kwa unyenyekevu, Bongo Williams hakutaka kusikia kabisa na aliendelea kumfokea bila kusimama. Marafiki wa Coca wanashangaa, na mmoja anasema kuwa labda tabia hiyo inatokana na ukweli kwamba mwanamke huyo ameshabatizwa kuwa bosi kila mahali anapoenda. Kwa hiyo anadhani anaweza kuwa bosi hata kwenye maisha ya kawaida ya mtaani. Coca anajibu, hapana, hiyo haina maana yoyote, na hiyo haikuwa hata sehemu mbaya zaidi ya usiku huo. Ile iliyonivuruga kabisa akili yangu ni pale nilipojaribu kumtuliza na kumwambia kuwa upole kuwa amekuwa mkali sana, kwamba kuna njia za kurekebisha mtu bila kumshusha hadhi yake. Nyie watu, kabla hata sijasema Jacob, huyu mwanamke alianza kuzungumza kuhusu wakina baba wazembe, wanaume wavivu na jinsi nchi hii ilivyo na matatizo. Mimi nikabaki nikijiuliza, hivi tumefikaje kutoka kwenye makosa ya kuchanganya vinywaji hadi kwenye kiwewe cha familia na matatizo ya kisaikolojia? Mmoja marafiki zake anacheka na kusema, kutoka kwenye kinywaji kibaya hadi kwenye kiwewe cha familia, hiyo ni kali. Rafiki mwingine anayeitwa Jerry anachangia kwa kusema kuwa mwanamke huyu anaonekana kuwa mtu mwenye mhemko mkali sana, na ni kana kwamba yuko kwenye hali ya ushambulizi kwa masaa 24 ya siku akisubiri tu mtu yeyote amkanyage kidogo ili amshambulie. Jerry anamshauri Coca asifute mfululizo mzima wa tamthilia hiyo bali achukulie tukio hilo kipindi cha majaribio, kwani huenda mambo yakabadilika mbeleni. Coca na akili kuwa licha ya drama hiyo yote na ukali wa mwanamke huyo, kwa ujumla wake usiku huo ulikuwa mzuri kiasi. Mwanamke huyo ana mambo mengi ya kufurahisha pindi anapokuwa katika hali ya kawaida. Walikuwa na mazungumzo mazuri na hawezi kudanganya kuwa hakufurahia sehemu fulani ya usiku huo. Marafiki zake wanampa moyo na kumwambia kuwa wanajivunia yeye kwa kurejea tena kwenye ulingo wa kutafuta wachumba. Coca anaagana nao na kuondoka kwenda kuendelea na kazi zake za ofisini. Filamu inaelekea mwishoni pale Coca anapokuwa kwenye eneo lingine la kijamii usiku chache baada ya tukio la baa. Wakati akiwa amesimama peke yake, anashtushwa na sauti ya mwanamke iliyomwambia hai. Coca anageuka na kugundua kuwa ni Bongo Williams. Coca anashangaa na kusema kuwa hakujua kama mwanamke huyo huwa anakuja kwenye eneo hilo pia. Bongo Williams anaonekana kuwa na tabasamu la kirafiki na anawatambua marafiki zake Coca kuwa walikuwa karibu yake. Marafiki hao wanajitambulisha kwa heshima na msisimko mkubwa kwa Bongo Williams, wakimwambia kuwa wamefurahi sana kukutana naye na kwamba wao ni waungwana ambao hawezi kuhamwe kutoa siri za Coca. Bongo Williams anacheka na kusema anatumai umemwambia tu mambo mazuri kuhusu Coca. After marafiki wa Coca kuondoka na kuacha wawili hao peke yao, hali ya hewa inakuwa ya faragha zaidi. Bongo Williams anamuuliza Coca, umekuwa ukiniepuka, yani ukiniavoid, ukinikwepa? Coca anashtuka na kujibu haraka, hapana,
Kwa nini nifanya hivyo? Nimekuwa tu na shughuli nyingi sana. Nina mteja huyo mpya, yeye ni mwanamke anayetaka mambo mengi sana na mwenye shinikizo kubwa. Unajua kila wakati anapiga simu akibadilisha mawazo ya kampeni, lakini si kitu serious. Yeye ni mteja tu. Bong Williams anamtazama Coca kwa macho ya ndani yaliyojaa maana na kumwambia kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, mteja kama mimi? Coca hakisi joto la mazungumzo hayo na kuvutiwa na mwanamke huyo licha ya mapungufu yake. Anajibu, unajua vizuri sana kuwa wewe ni zaidi ya mteja kwangu. Bong Williams anamkatiza kwa pole lakini kwa msisitizo, hapana, mimi nilisifikiri hivyo kwa sasa. Kama ingekuwa hivyo ungekuwa unajibu ujumbe wangu wa maandishi niliyokutumia. Coca anajishusha na kuomba radhi akimweleza kuwa ratiba yake ya kazi imekuwa ngumu sana katika siku za hivi karibuni, jambo ambalo limemfanya ashinde kuwasiliana naye kwa wakati. Filamu inafikia kikomo chake huku wawili hao wakiwa wamesimama karibu wakitazamana kwa hisia mchanganyiko kati ya mvuto mkubwa wa kimapenzi unaozidi kukua kati yao na changamoto za kitabia na kiwewe cha maisha ambazo kila mmoja anapaswa kusikabili ili kuruhusu upendo wa kweli kuchukua nafasi yake. Nikukumbushe uweze kusubscribe ili usiweze kututuna video mpya kila wakati. Pia tusaidie kushare. Asante na kwaheri kwa sasa.